Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea ndugu watazamaji wapenzi na maudhui yetu na mada yetu juu ya uumbaji wa Allah tabaraka wa taala. Leo tutaja kuelezea kwa ufupi, kabla ya uumbaji wa Allah wa viumbe, tutaangalia cha mwanzo alichokifanya kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Nini kilifanyika? Matilio yalitokana na wapi ya kuumba mbingu na ardhi? Allah ndiyo anatubainishia, kwa kuwa yeye ndio mjuzi na yeye ndio mfanyaji na muumbaji. Anasema Allah katika sura al-Anbiya aya 30, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Awalam yara alladhina kafaru, je, hawajaona wale waliokufuru? Ina maana wanaopinga uumbaji wa Allah ni makafiri, kwamba hajaumba yeye. Anawakumbusha, awalam yara alladhina kafaru, je, hawajaona waliokufuru, anna samawati wal arda, kwamba hakika mbingu saba na ardhi saba, kanata ratqa, zilikuwa zimeshikamana kuwa ni kitu kimoja. Fafataqnahuma, tukaviachanisha na kuvibandua vitu hivyo. Waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, na tukajalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai, kila kiumbe kuwa hai. Yani viumbe vyote asili yake minal ma', vinatokana na maji. Kama tulivyosema hapo, asili kulikuwa na maji, halafu kawa na arshi. Lakini hii dunia ilivyoumbwa na mbingu ilikuwa ni kitu kimoja, Allah akaviachanisha. Hapa ndipo matilio alipoyatoa Allah tabaraka wa taala ya kuumba mbingu saba na ardhi saba. Sasa mtu akisema mlipuko ndio uliumba, ni ajabu. Maana Allah anasema alilipua hivyo vitu viwili, kuviachanisha kuwa pande mbili, halafu ndio matilio yalipatikana ya kuumba mbingu na ardhi. Hivyo katika mada inayokuja tutaja kuelezea sasa namna alivyoumba hizo mbingu saba na ardhi saba. Ukweli wake ni upi hasa, namna alivyoumba Allah tabaraka wa taala na viumbe vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.